Why would you take criticism from a person you'd never take advice from? Anyway, back to the lesson of the day. Today I would like to teach you the following statement. I would like to. Ningependa ku. I would like to equals to ningependa ku. Ningependa ku. The prefix ni refers to the pronoun I. It's just like the pronoun mimi. So ni refers to I. Nge is a prefix that refers to the modal verb would. Nge, would. Penda, like. Ningependa. Ku equals to tu. Tu equals to ku. Ningependa ku. Then you add the verb that you want to say. For example, you would say ningependa kulala. I would like to sleep. Ningependa kulala. We would like to. Tungependa ku. The prefix to refers to the pronoun we. Nge equals to would. Penda, like. Tungependa ku. We would like. Tungependa kufanya kazi. We would like to work. They would like to. Wangependa ku. The prefix wa equals to they. Nge equals to would. Penda, like. Ku. Wangependa kusoma. They would like to study. Wangependa kusoma. He would like to. She would like to. Angependa ku. Angependa ku. A is a prefix that refers to either he or she or it, if it's an animal rather. Angependa kutembea. He would like to walk. Now let's look at more examples of what we've learned today. Ningependa kucheza soka. Ningependa kucheza soka. Ningependa kununua gari. Ningependa kununua gari. Ningependa kusoma lugha ya Kiswahili. Ningependa kusoma lugha ya Kiswahili. Ningependa kusoma lugha ya Kiswahili. Ningependa kukuona. Ningependa kukuona. Tungependa kula. Tungependa kula. I know you're like, and why is it not kukula? There is a reason behind that. I shall explain in our future lesson. We don't say kukula. We say kula. Tungependa kula. Tungependa kuuza simu. Tungependa kuuza simu. Tungependa kutibiwa. Tungependa kutibiwa. Tungependa kumuona daktari. Tungependa kumuona daktari. Wangependa kuoga. Wangependa kuoga. Wangependa kumuona mwalimu. Wangependa kumuona mwalimu. Wangependa kutengeneza gari. Wangependa kutengeneza gari. Wangependa kusafiri. Wangependa kusafiri. Angependa kuandika. Angependa kuandika. Angependa kupumzika. Angependa kupumzika. Angependa kufanya mazoezi.
Angependa kufanya mazoezi. Angependa kufanya zoezi. Angependa kufanya zoezi. What about you? What would you like to do? Vipi kukuhusu? Ungependa kufanya nini? Write your answer down there in the comment section. I would like to hear from you on what you would like to do. To understand this lesson better, you need to have a lot of knowledge on Swahili verbs. Refer to lessons on my YouTube channel. You will get a lot of verbs that is going to help you practice making more sentences using the statement, I would like to. Ningependa ku. Listen to the verb there, then try to make as much sentences as possible. In doing so, you're gonna get better. Kufanya hivyo, utaongeza makali yako ya lugha kila siku. Thank you so much. See you in our next lesson.